Na kosa mojawapo ni kutaja marejeo bila kuwasiliana nao. Tunaposema marejeo, hao ni referees. Sasa watu wengi wamekuwa wakiweka referees bila kuwasiliana nao na kuwapa taarifa ya kwamba mimi nimeomba kazi fulani, CV yangu nimeandaa hivi, basi naomba wewe uwe marejeo yangu ama referee wangu. Mkakubaliana na ukamwambia unaomba kuhusiana na nini, basi baadaye atakapofanya mawasiliano akutole taarifa yake. Basi kabla ya kuweka majina ya watu wanaokurejea, hakikisha wamekubali na wao tayari wanakuthibitisha kwa kutoa taarifa zako zilizo sahihi. Kumbuka, unapomweka mtu ambaye hujawasiliana naye, ni rahisi sana kukukataa kwamba unamfahamu fulani bin fulani. Hapana, simjui, kwa sababu hujawasiliana naye. Huenda akafanya hivyo kwa kuona kwamba labda ni matapeli wanataka kutapeli, kumbe ni kwamba hajui tu. Na kosa mojawapo la 6 ni kutotaja mafanikio yako. Sasa wengi tumekuwa hatutaji mafanikio kwenye nafasi ambazo tumekuwa tukizishika. CV yako inapaswa kuonyesha matokeo ya kazi zako za zamani. Badala ya kuandika nilisimamia timu ya mauzo, andika hivi: niliongoza timu ya mauzo na kuongeza mapato kwa asilimia kadhaa, mfano 30, 40, 50, 60 mpaka 100 ndani ya miezi 6. Yani lazima utaje mafanikio yalikuwa kiasi gani, muda ulikuwa kiasi gani. Hapo tutaona kwa huyu mtu kweli atakuwa na tija kwenye kampuni yetu ama taasisi au shirika letu kwenye hii kazi. Kosa la 7 ni kutumia barua pepe isiyo ya kitaalamu. Epuka kutumia barua pepe ambayo haina muonekano mzuri. Kwa mfano, yani barua pepe unayoitumia unakuta imekaa kitoto. Unakuta mfano barua pepe imeandika sweety@gmail.com. Mbadala yake unatakiwa utumie barua pepe rasmi kama jina lako alafu @gmail. Mfano kukwaja_kiraja@gmail.com. Hiyo ndiyo email nzuri katika CV. Sasa hapa nakupa bonus, mambo ya kuepuka katika CV. Kutumia neno curriculum vitae, badala yake anza na jina lako. Kuandika CV ndefu sana, 1 hadi 2 pages inatosha. Kutaja taarifa binafsi kama dini, hali ya ndoa au watoto, isipokuwa ni lazima. Kama ni lazima, watajie kuhusiana na taarifa zako za dini na ndoa au watoto. Kutumia CV bila kupitia kuangalia makosa ya kisarufi. Baada ukishamaliza, ipitie CV yako kabla hujaituma. Sasa hapa tuangalie mbinu za kuandika CV bora. Leo tutaangazia tena CV bora inaweza ikaandaliwa vipi. Tunaandaje CV bora? Kwanza, elewa kazi unayoomba. Yaani ielewe kabisa hii kazi inahusiana na nini, inataka nini na inamhitaji mtu wa design gani. Na utawezaje sasa kujua au kuelewa kazi unayoiomba? Chunguza mahitaji ya kazi husika na uhakikishe CV yako inazingatia sifa zinazohitajika. Tumia maneno muhimu kutoka kwenye tangazo ili kuongeza nafasi yako katika CV na kuonekana kwa waajiri. Au mbinu ya pili, tumia mpangilio mzuri na uwe makini na muundo. Unawezaje au kwa namna gani hii? Tumia fonti rasmi kama Arial au Times New Roman, size 11 hadi 12. Tenganisha sehemu tofauti kwa kutumia vichwa vya habari vinavyoeleweka. Tumia bullet points badala ya maandishi marefu. Na mbinu ya 3, weka taarifa muhimu pekee. Unawekaje taarifa muhimu pekee? Anza na taarifa za mawasiliano sahihi na kamili za kwako wewe. Andika muhtasari mfupi wa taaluma yako, wanasema professional summary. Eleza uzoefu wako wa kazi kwa kuzingatia mafanikio uliyopata. Kama nilivyosema huko juu kuhusiana na mafanikio, ulikuwa nani, ulisaidia nini, matokeo yake yalikuwaje. Ongeza ujuzi unaohusiana moja kwa moja na kazi unayoomba. Sasa hapa ni kipengele kingine ambacho watu wengi wamekuwa wakiweka ujuzi. Mfano, unaomba kazi ya usimamizi wa miradi na mradi huo mfano ni usimamizi wa watoto wa sekondari wa kike kuto kuacha shule. Alafu unatuwekea ujuzi ambao unasema kwamba nimekuwa hotelia au baharia kwa muda wa miaka 10. Haya, kwenye huo baharia ulikuwa unafanya nini? Mimi nilikuwa naendesha chombo. Sasa ukiangalia haraka hicho kitu akihusiana na mradi ambao unaenda kuomba, basi tunatarajia hapo tutaangalia labda una childhood education au una counseling education au una mentoring education au una mambo ya coaching au una mambo ya kufundisha watoto. Hiyo itakuwa rahisi sana kwako kuweza kupata nafasi kwa sababu utaona ni kitu ambacho kinahusiana. Na mbinu ya 4, onyesha mafanikio badala ya majukumu yake pekee.
Yaani wengi tumekuwa tukiweka majukumu pekee na sio mafanikio. Tunatarajia kwamba mimi nimewahi kuwa msimamizi wa watu wenye ulemavu kupata labda mgao wa asilimia fulani, na mimi ndo nilikuwa nikiwatafuta mtaani kupata idadi yao, kufanya mahesabu ya pesa na pesa kuipata. Hapo utakuwa umeeleweka. Mbinu nyingine ya 5 ya kuandika CV bora: rekebisha CV kwa kila ombi la kazi. Usitumie CV moja kwa kila kazi, badala yake irekebishe kulingana na mahitaji ya kazi husika.